Kulikuwa pale na kinyang'anyiro ambacho kilianza na mechi 60. Namshukuru Abbas Mahmoud Abbas waliweza kuandaa kinyang'anyiro pale, yani tunaita ni tournament ambayo ilikuwa na timu 60 na kila timu katika nilifuatilia kwamba katika ile group stages. Yes. Wakati walianza mwendo kwa group stages. Yes. Ukitoka unapewa 50,000 50 taslim. Ukitoka katika group stages usonge katika mwondoano ya round of 16 imepanda na 50 nyingine, so hiyo ni 100. Hiyo ni 100. Na mshukuru sana manake alikuwa ametangaza hapo awali na aliweza kufanya kweli, aliweza kukamilisha yale ambayo alikuwa ametamka. Yes. Timu number 1 ambayo ilikuwa inaitwa South Sea Rangers. Yes. Walimpiga mwana State City bao moja kwa mbao ufe. Mechi iliweza kutamatika kwa bao moja kwa mbao ufe. Na mwana South Sea Rangers aliweza kupewa basi na kikombe. Basi mpya na kikombe. Huyo muita Mahmoud Abbas. Pale number 2 aliweza kupokea Nissan. Number 3 mpya. Number 3 vile vile Nissan. Na number 2 aliweza kupokea Nissan na kikombe. Number 3 kikombe. Number 3 pia akapewa Nissan bila kikombe Yeah. Na mechi zikakamilika na kila shabiki alikuwa pale katika uga ule. Alipokea Christmas yake. Sitakwambia ni ngapi. Lakini Christmas. Kama kuna shabiki alikuwa ndani ya ulinzi, alipokea Christmas ulipokea. Sasa mimi naweza sema au ndio viongozi itakika katika nchi yetu ya Kenya. Maana ni kiongoza ambaye na kuonyesha kwamba katika uga ama upande wa sporti anaweza fanya anawekeza. Na mara mingi tumekosa wale watu kama wafadhili kama wale wa kuwekeza upande wa sport, wa mchezo wa kandanda ama mchezo wa rugby. Lakini ashaonyesha ishara kwamba anaweza. Namshukuru sana Mahmoud Abbas, Mwenyezi Mungu akubariki mahali Mahmoud Abbas. Na ndio maana jana nikaikosa mechi ya Chelsea niweza tu kuifuatilia baadaye. Okay. Tulikuwa pale na mwalimu wa mwenzangu katika ni mwalimu tena ni baba katika uga ule wa sport wa kutangaza. Yeye ndiye amenifundisha mambo mingi ya kutangaza mechi. Alikuwa pale chini ya mitambo. Lakini sikuweza kumfikia manake nilifika pale kwa kuchelewa. Tukafungua pale nje ya gate, furukushani pale. Matiagas nilikula. Tiagas nilia jana nilia kama mtoto jana. Mtoto. Baba wa watu alilia kama mtoto hivi unapanguza machozi. Tiagas. Lakini maandamano ya football. Maandamano ya football. Kwa hayo yote tukiacha hayo yote ni kwamba tu mechi ziliisha kwa amani. Watu walienda nyumbani kwa amani. Na ligi nyingine ambayo mtapenda sana nisomee watazamaji wetu. Yes. Kama tujafika mbali sana nitapenda sana niwasomee ratiba ya ligi kuu ya nchini ya humu nchini Kenya. Ni kwamba jana Shabana waliweza kumpiga mwana KCB mabao 3-1. Ambapo nitasomea tu jedwali jinsi ambavyo zimekaa jedwali la ligi kuu ya nchini Kenya. Kwamba Gor Mahia baada ya kucheza mechi 12 wako katika nafasi ya kwanza na alama 23. Shabana wako katika nafasi ya pili na alama 23 vile vile kwa kucheza mechi 14. Tusker wako katika nafasi ya 3 ambapo hivi sasa Tusker wako wana mechi sasa hivi. Sasa hivi ni 0-0. Wana alama 22 ikiwa imesimama hivyo. Sare bin sare wana alama 22. Yes. Kumaanisha wakishinda wataenda hadi alama 24. AFC Leopards wamekalia nafasi ya 4 kwa alama 21. Alama 21 mwingine muita KCB mwana Police FC amekalia alama 21. Posta Rangers mwana alama 21 hadi nafasi ya 7 hapo. Yes. Nafasi ya 8 Kakamega Homeboyz na alama 20 na alama 20 samahani. Mara Sugar amekalia nafasi ya 9 kwa alama 18 mwingine Mathare United nafasi ya 10. 11 amekalia Nairobi United kwa alama 16. Murang'a Seal wamekalia kwa nafasi ya 12 wakiwa na alama 15. Bandari wamekalia kwenye nafasi 13 akiwa na alama 14.
APS Bomet ambao walipanda ngazi msimu huu wamekalia nafasi ya 14, wana alama vile vile 14. Bidco United wamekalia katika nafasi ya 15, wana alama 14. Ulinzi Stars ambao tulikuwa katika uga wao jana wamekalia katika nafasi ya 16, wako na alama 13. Sofapaka alama 12, ana nafasi ya 17. Anayefunga 18 bora ya ukurasa ni Kariobangi Sharks na alama 11. Ndugu yangu, kama kuna kitu siwezi fanya makosa kusoma, inaitwa NSL ya humu nchini. Hata uniue, hapo ndio kuna timu yangu. Ni muhimu. Hapo ndio kuna timu yangu. Ngoja tu nikupe. Afanya niongee Kiswahili ya Kiluya, ngoja. Sasa ngoja nikupe. Kwanza jana Naivas waliweza kumpiga Mwana Talanta. Bao moja kwa ufe. Hiyo ndio mechi iliratibiwa jana. Haya, sikiza hapa. Sikiza hapa table ambayo imeweza kusimama jedwali la NSL. Migori United nafasi ya kwanza kwa alama 20 wakiwa na alama 29, Mombasa United alama 25, 3KFC alama 24, Mofa alama 24, Fortune Sacco alama 24, hiyo ni nafasi ya 5 bora. Kibera United nafasi ya 6 alama 22. Nairobi City Nairobi City Equity Bank alama 21 nafasi ya 7 na 8 kumtawalia. Nzoia Sugar, Naivas FC, Talanta FC alama nafasi ya 8 ya 9 ya 11 mtawalia na alama 19 kila mmoja. Timu kubwa katika eneo la Vihiga County ite Luanda Villa wamekalia, mambo yao si mazuri vile. Wamekalia nafasi ya 12 na alama 18. Timu ya Maluda the Football Maniac Company. Lakini si nzuri. Wako hapo, naombea kila laheri. Hii msimu naona kama hawatapanda ligi, tumeelewana watu wa kutoka Luanda wote tutaandamana miguu, tutatembea miguu mpaka hapa Nairobi, manake maandamano Kenya huanzia Nairobi town. Kutafuta amani ya timu kupanda. Lazima kutafuta amani ya timu kupanda. Tutaandamana. Sasa tutaenda ndani hapo CBD. Tutafanya maandamano ya uwanja mkuu wa Nyayo Stadium. Tutakuja mpaka hapo mguu. Ama tupige paka Kasarani. Tutakula dawa. Tukule tear gas. Wachana na tear gas. Tutakula dawa tupate nguvu ya kutembea. Dawa tunapanda pale. Tunapanda pale sisi wenyewe. Tutakula na tutatembea na slabutu. Tunakuwa na slabutu. Hapa tu kwa bega. Paka Nyayo. Na lazima hilo ndio vile ipande. Nafasi ya 13 ni Gucha Stars, Darajani Gogo nafasi ya 14, MFC nafasi ya 15, So United nafasi ya 16, Kabati Kisumu All Stars, Vihiga United na Mwatate United wamekalia katika nafasi ya 17, 18, 19 na 20 bora. Hivyo ndio ratiba ama jedwali la NSL hapa nchini imeweza kusimama. Tarudi tu pale ugaibuni tuweze vile kuangazia mechi ambazo zinapigwa siku ya leo. Mechi ambazo zinapigwa siku ya leo pale ni mechi moja tu. Mechi ambayo ni Aston 254 Mkenya. Yule director wangu alikuwa sawa. 254 pia alikuwa sawa. Ingawaje usema yeye shabiki lakini naona alikuwa amefuatilia hii mechi. Manake kuna mahali nimesikia tukimpinga lakini alikuwa sahihi. Manake Aston Villa wanaingia ndani ya Villa Park wanakaribisha mwana Manchester mwendo wa saa 1:30 leo hii. Unajua tumezoea ndugu yangu, tumezoea Manchester wanapiga Champions League ya Jumatatu. Ndio maana sisi Mkenya tungekubaliana na yeye. Sisi tulifuata wenyewe hufanya. Unajua sasa nimezoea Mkenya
pia sio shabiki sahihi wa mpira wa mchezo. Sasa pale lazima ningempinga juu pia Manchester tumemzoea ni mwana Champions League wa Jumatatu. Hebu sasa unieke wazi. Sasa hapo ikifika hapo tungefuata Mkenya ama tungefuata timu? Tufuate timu. Tulifuata timu. Ndio maana Mkenya hakuwa mbele yetu na hakuwa na sei mbele yetu. Hatungekubali mambo. Lakini kwa sababu alikuwa amefuatilia ni kwamba Manchester United wamealikwa pale Villa Park. Yeah. Mwendo wa 1:30. Kuna kibarua. Sasa tuseme tena Champions League yao haitakuwa Jumatatu. Hapana. Sasa Champions League yao wamerudisha tena Jumapili. Sasa Jumatatu basi sasa wacha sisi tulale Jumatatu ndio tuanze sasa Jumanne tena. Hii timu ya hayati Moi. Hii timu ya hayati mzee Moi. Hii timu bwana. Mechi iliyopita tuangazie hii mechi kidogo manake mechi iliyopita tutaangazia mechi 5 za Manchester United zilizopita. Yes. Nitakusomea tu hapa. Mechi iliyopita Manchester United waliweza kuzoa sare ya mabao 4-4. Yes. Wakiwa nyumbani Old Trafford kwa mwana Bournemouth. Yes. Wolves wakaweza kumpiga mwana Wolves mabao 4-1 wakiwa ndani ya Monarch Stadium. Yes. Ule uwanjani wa Wolves. Manchester United vile wakaweza kutoa sare ya 1-1 dhidi ya mwana West Ham. Ushindi waliweza kumpiga mwana Crystal Palace ndani ya Selhurst Park. Yes. Hapo walijaribu kule Selhurst Park kutoa ushindi. Kutoa point ni nadra. Walijaribu. Hiyo ni mechi yao ya ngapi? Ya 4. Mechi ya 5 waliweza kupigwa na mwana Everton. Mwisho kabisa waliweza kupigwa na mwana Everton. Yes. Bao 1 komboa ufe. Na mwana Everton akiwa alikuwa na kadi nyekundu wakati huo. Yes. Ndipo Manchester United waliweza saa kujisatiti, hawajaweza kupigwa mechi nyingine. Ukiangalia hapa inakuambia vipi? Manchester United wanafunga lakini hawana uwezo wa kulinda zile bao zao. Hapa shida iko wapi? Tungekuwa by the way tumepata mwana Manchester United mmoja atuambie shida wao ni nini kama mwana Manchester. Ndio nilikuwa nasema. Hebu kwanza uniambie wewe kama mchambuzi wa mechi hizi. Manchester wako na shida gani kwanza? Mimi nilikuwa naweza sema ndugu yangu ya kwamba Manchester wako chini kidogo. Naam. Na chenye naweza sema ni kitu kidogo tu, Manchester wanafaa wajirudie na wafanye marekebisho katika hiyo kikundi chao. Naam. Na warudi sawa. Naam. Tena kidogo saa hii vile tunaongea na wewe saa hivi, unajua mtu kama Mbeumo amerudi pale AFCON. Unamuita vibaya? Mbeumo. Anaitwa Mbeumo. Amerudi pale AFCON ambapo huyo ndio alikuwa mtu hitajika tena katika ile timu. Kweli kabisa. Sasa kwa saa hii kidogo hata kama ile shimo ama ile namba yenye Mbeumo ama Mbeumo ametoka pale tena kuweka mtu kufunga ile shimo ama kufanya vizuri kama Mbeumo, naam, kidogo itawagharimu. Upande mwingine mwana Manchester kuna timu kama ama kuna game kama Everton. Hiyo game kama ile ilikuwa wapige ama washinde. Naam. Lakini unapata pale hawakutoka na pointi 3. Kumaanisha kuna shida. Pale kunaweza kuwa na shida. Sababu ukiangalia mwana Manchester defense yao haijasimama. Mid yao iko sawa. Striking yao iko sawa. Lakini defense yao haijasimama. Naona mechi ambayo aliweza kumpiga mwana Wolves aliweza kuanza defense ilikuwa imesimama na vijana watatu. Yeah. Mzee Jazi namba 23 Luke Shaw, Jazi namba 26 Heaven kijana. Alafu Mazurui akasimama huko upande wa mkono wa kulia, Jazi namba 3. Vile vile mechi ambayo imepita pia ya 4-4 ya sare ya 4-4 vile vile tena kwa na lineup hiyo huo mfumo vile vile aliweza kubadilisha. Aliweza nafikiri Mazurui hakuanza alikuwa sababu ya kwenda AFCON. Yeah. Nafikiri ni hiyo. Luke Shaw, Heaven
na Yoro. Hao ndio waliweza kusaidiana na kutoa sare mambo manne. Sasa ukiangalia hata katika game ya leo ama mchezo wa leo bado ninatumai hiyo ndio wataanza huo mfumo. Manake naona Amorim ameamua yeye hatacheza mfumo wa mabeki wanne. Hatacheza mfumo wa mabeki wanne, kucheza mfumo wa mabeki watatu ya. Na sasa ukiangalia hao mabeki watatu, hakuna mtu mwenye ako na experience ya kuwa beki bora katika ligi la Uingereza. Ukiangalia mtu kama Yoro, usiseme kwamba hakuna. Hapo nitawatetea, manake Luke Shaw kando na uzee na pamoja na yale majeraha, lakini ana experience. Naweza sema kukua experience ama kukua na uzoefu wa kukua mlinzi. Maybe umeshaipiga game ukapewa kama mlinzi bora katika ile game. Hakuna mtu yoyote katika ule ulinzi ambaye ameshawahi pewa beki bora baada ya mechi kuisha ama baada ya game kuisha, kupewa ile zawadi ya kuwa beki bora katika ile timu ama katika huo mchezo. Hakuna mwenye ameshaipewa. Sasa ukiangalia mtu kama Yoro, ule jamaa alikuwa anataka akae katikati ya walinzi bora ndio awe aimarike. Yoro ni Luke Shaw, kulingana na uzoefu wake, amepiga game kadhaa katika ulingo wa ulinzi na akapiga na Manchester kwa muda mrefu. Unajua ubaya wa Luke Shaw ama uzuri, Luke Shaw amekuwa mtu wa injury hapa na pale, lakini wakati anarudi alikuanga anarudi kwa mabeki bora, ndio napata Luke Shaw amefanya vizuri. Lakini sasa ameachwa kwa vijana wasiokuwa katika na uzoefu katika ile beki. Hawana uzoefu katika ndio maana nasema kutakuwa na mshike kidogo. Umaanisha kwamba Manchester leo wakiweza kufanya vizuri ni draw, lakini watapigwa kwa uwezekano mkubwa. Watapigwa. Kuna uwezekano mkubwa wapigwe. Rogers wako Watkins yuko na Watkins wako wa Manchester United. Saa kumaanisha kwamba wasipojitahidi unasema wanaweza labuliwa, watanywewa vibaya sana. Na sasa hiyo itakuwa manake fixture yao fixture ya Manchester ya mechi ambayo inafuata, wanamkaribisha mwana Newcastle United baada ya Aston Villa leo. Wanamkaribisha mwana Newcastle United ndani ya Old Trafford. Mechi nyingine ambayo itakuwa inafuatia tarehe 30 mwezi huu, watakuwa wanamwalika vile vile mwana Wolves ndani ya Old Trafford. Alafu kutoka hapo watakuwa wanaalikwa kule Elland Road, uwanja wa Leeds United. Vile vile atakuwa vile vile wageni wa Burnley 2026. Itakuwa tena mida saa 5 na dakika 15 usiku dhidi ya Burnley. Hapo tutakuwa tumeanza kitu inaitwa second leg. Mkondo wa pili, mkondo wa kwanza walipiga. Mkondo wa pili unaanza na mwana Wolves. Unaanza mwana Wolves. Unaanza na mkondo wa pili. Sadakta. Hapana. Sidhani wanaanza na mwana Wolves. Hapo. Mkondo wa pili unaanza na mwana Wolves. Manake vile vile wakicheza na mwana Wolves tulikuwa tumecheza na mwana Bournemouth. Vile vile Chelsea nimeona pia watakuwa wanacheza na mwana Bournemouth. Mkondo wa pili. Taangalia mechi. Nafikiri kuna mechi moja sijui ni kama itacheza hapo kesho, siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu samani. Mwana Fulham ndani ya Craven Cottage atakuwa anamwalika mwana Nottingham Forest. Msitu ni mbaya lakini anakuja away. Kidogo mwana msitu naweza sema makali yake hayapo sawa. Ukiangalia msimu huu, ingawa amepiga mwana Liverpool, lakini ukiangalia msimu huu na misimu sasa zimepita 2-3, mwana msitu wako chini kidogo. Ulingo wao wa kushambulia haujasimama vizuri. Si ule Udi mwenye namjua. Saa hii mwana Udi ako chini kidogo. So unamaanisha Fulham
Fulham mimi naona Fulham wamesimama vizuri na mchezo wao anaonyesha mchezo mzuri. Naam. Yes. So kumaanisha watamkula mwana Forest. Mimi naona akimkula mwana Forest. Sijui mbona hata mimi nina hizo hisia. Namuona Fulham haizi muachilia mwana Forest. Yes. Wewe mwekezaji tumpe mwana Fulham. Tumpe mabao 2-0. Mabao 2-0. Nitakusomea tu ratiba. Yes. Ya fixture ya Arsenal ambayo iko mbele ya mechi kama 5. Mechi ya kwanza itakuwa tukitoa hii Carabao, manake Arsenal hajacheza Carabao. Mechi ya Carabao iko wataicheza tarehe 23. Yes. Itakuwa siku ya Jumanne, Tuesday. Itakuwa na mwalika mwana Crystal Palace. Kutoka hapo mwana Arsenal atakuwa na mwalika mwana Brighton kwenye ligi kuu tarehe 27. Tarehe 30 mwana Arsenal anamkaribisha mwana Villa, mwana Aston Villa. Kumbuka juzi tu amempiga mwana Villa, kumbuka juzi tu amempiga. Amempiga, manake nilisikia Kiingereza kingine kizuri sana. Wakiniambia Arsenal they paid cash for Trossard. Yes. For Trossard to get Buendia. Arsenal they paid cash to get Trossard. Yes. To see Buendia. Hapo itataka sijui kama unaelewa Kiingereza. Na kuelewa, lakini pia nataka wasomi zaidi. Arsenal they paid cash to get Trossard to see Buendia. Toka hapo itataka wasomi zaidi. Yeah. Watakuwa wanacheza na mwana Villa. Yeah. Kutoka hapo wataenda kule Vitality Stadium, uwanja wa Bournemouth. Kutoka hapo watakuwa wanakualika wewe ndani ya Emirates. Nikisema wewe na maanisha mwana Standard Chartered Liverpool. Yes, mwana Anfield. Ndio itakuwa mechi, itakuwa fixture yao ya mechi 5 za ligi ambazo tunatarajia. Na ukumbuke hiyo game ya mwana Standard Chartered itakuwa raundi ya pili. Raundi ya kwanza mwana Szoboszlai alifanya mambo yake. Ilikuwa jioni. Tukasoa pointi 3 pale. Sasa hiyo itakuwa raundi ya pili. Ana hii timu na kuomba. Hii timu imeua marafiki zangu wengi sana. Naomba usiache tena iendelee kuwa marafiki zangu. Raila hayuko, marafiki zangu wenye siwezi taja hapa hewani hawako. Yani wamepotea tu, yani kushikwa tu na shock. Kusikia kwamba hii timu inaongoza na pointi 22. Wengine akasikia inaongoza na pointi 25. Wakakata tu maisha bila kungojeka. Hata nilisikia rafiki yangu mkubwa sana. Alikuwa anaisha hapa kando ya Karen hapa. Alikuwa anaitwa Mzee Boso. Aliondokea hii timu. Maana ni timu ya kukopea hope, leo kesho hauna hope. Hii timu imepoteza marafiki zetu. Tutaki. Naomba ukipatana hii timu inywehe. Nitainyweha. Sina budi ila tu nikusema asante sana mtazamaji wetu. Yes. Tapatana tena hapo siku nyingine, na kabla tupatane ni kwamba mashabiki wetu watupate wapi? Watupate kwenye Maluda Football Maniac. Kwa majina nikiwa Simon pale na chambua game 1-2-1-2. Najua tena tutakutana mara nyingine na asa mdaka. Masaa ni masaa kama haya. Manake bado hatujakujia ile kombe kubwa masikio. Hatujakuja kwenye kikombe kikubwa cha masikio, maana kuna muda kuanzia hapa, kuna muda hatujafika pale. Kwamba Simon anajaribu kuambia kwamba ukitaka kutafuta enda kwenye ukurasa wa YouTube, ukurasa wa TikTok, vile bila kusahau ukurasa wa Facebook. Andika tu Maluda the Football Maniac, utaweza kutupata pale katika uchambuzi wetu wa sporti. Na vile ukiwa na kazi nyingine za MC, saa hii ni wakati wa likizo kuweza kufanya pale mambo na harusi, mambo na nini tunazifanya pale. Wageni wamekutembelea, wageni elimu, matangazo ya sport kwa uwanja mkifurahia. Tuko pale tunapiga line up mzima tunamaliza. Yes, wageni wanasikia vizuri. Yes. Wageni wana enjoy. Naam. Kuna nyama choma pale, unapokula nyama choma
pia kuna roho ama masikio yanatamani yasikie mambo ya watu ama mambo nzuri. Unatualika pale, tunafanya mambo yetu pale. Asante sana. Hatuna budi ila kusema tu asante kwa wale ambao wanaweza kusubscribe account yetu ya Maulid Football Mania, kuweza kufollow na kuweza kulike. Tunasema tu shukran, hatuna mengi zaidi. Alamsiki.